yote ili ya kwamba watu hawa ambao tumepatiana kama vipawa, tuna habari ya kwamba kuna mtu alifanyiwa mambo wakati wa usiku, ijapokuwa sasa ni mchana, lakini huyu wetu amefunikwa, na wakati mwingine mtu anaweza kukosa kuona vizuri, mwingine akiwa kwa neti, na watu ufanana. Nilinunuliwa chakula na mtu kwa sababu alisema alifikiri ananijua. Mwishowe akasema ya kwamba nilifikiri ni mtu fulani, na akasema usilipe maana inafanana. Kwa hivyo Mchungaji Aaron Mwangi Garuya, tafadhali angalia kipawa hicho, fungua uangalie, tumekupatia nafasi ya ndio yeye, si mfano, hatutaki haleluya. Oh, mchungaji ananifurahisha wakati mwingine. Amen. Kuna maiki karibu kweli aweze kutuambia kitu kama si apatiwe, atuambie kama asipigwe chenga. Dada ni yeye. Bado hiyo sauti haitoki. Dada ni yeye. Ai. Mikrofoni imekufa. Itengenezwe, tunataka tusikie sauti hiyo. Kuna watu wako huko mbali hawataki kufanya mambo kama tunaficha, ni kama hataki wasikie. Au nilete yangu? Hiyo ifanye. Hiyo imekufa. Basi tafadhali mpatie hii yangu. Dada ni yeye. Sio mfano, ni yeye. Ninataka kwa sababu umeconfirm wazazi wamefanya bidii, wamepeleka, na tunatamani ya kwamba ninatamani ya kwamba useme kitu, useme kitu kwa sababu ya kuwashukuru, kufanya bidii, wakimpatia wakati mgumu, lakini wamemleta na umehakikisha ndio yeye. Sijui kama una jambo ungetaka. Ningetaka kuwashukuru wazazi hawa kwa sababu ya kazi ngumu ambao wamefanya, na niwaambie asanti kwa sababu ya kumlea Magi Kijo mpaka siku ya leo ambaye Mungu amenipa, anatarajia kunipa awe msaidizi wangu. Wazazi asanteni, Mungu awabariki, maitoga ya kurathime na agwike wega o hamwe na andu a family inyuothe Ngai akurathime. Amen. Kwa hivyo ni microphone nataka nisimame mbali kidogo, lakini ningetamani muongeze makofi. Amezungumza mambo mengi mazuri sana ya kupendeza. Margaret Njoki, kwa sababu wazazi wa Aaron Mwangi wamefanya vile wamefanya, wamemleta, wamekupatia kama kipawa, sijui kama kuna jambo ungetaka kuambia. Bandika ya hego. Amen. Nikugia no horosi wa aciari ngatho ni tondu muiretu ni athiaga na akarugo ni aciari, na riu ningi akorirwo tutiguraganaga na family yo, no aya ni maranjitikirire ni nguga Ngai aro marathima, na riu ningi atuturirie wendo na ngwataniro. Ngai amurathima. Amen. Basi nafikiria kwa sababu ya hiyo shida tunaweza kuwafungua wazazi waweze kurudi nyuma kidogo, walafu tupate hawa, maana tunataka waweze kusema waliniambia hawa
si watoto, wanajua na wanataka kusema mambo wasemeane. Kuna wakati tulifanya hivyo kwa sababu ya urafiki wangu na mchungaji Aaron Mwangi. Kuna wakati nilikuwa na renew yangu kanisani, harusi. Hata kama nilioa, nikasema nataka kuhakikishia mke wangu ya kwamba ninampenda baada ya miaka 30. Na kaja nikamwambia, kwa sababu hata sisi niseme kilicho ndani ya mioyo yao. Sasa tunaweza kuachilia hawa wazazi waende, wale ambao wanasimamia harusi wabaki hapo. Wasalimiane, wasalimiane. Nakumbushwa msalimiane hata kama mlikuwa mmesalimiana, maana ile jambo umefanya siku ya leo ni jambo nzuri sana. Mungu awabariki. Amen. Amen. Mshirika mwema. Asante. Sijui kama unaweza kuja pande hii kidogo, waachiliwa kuja pamoja na wasimamizi wao. Waje pamoja na wasimamizi na kwa sababu tayari umepatianwa na mume kama vipawa, si mkisaidiana hata na kushika mikono. Na sijui kuna kuanga na shida wakati wa harusi, watu wengi wapataki kushika hiyo mikono, pengine inahitaji time. Amen. Wanaosimamia harusi ndio ninyi, na wale wengine wako wapi? Wale wasimamizi wengine wamekuja hapa karibu wapatiane support. Wale wanaume ambao wako na uniform, tafadhali jioni hapa for the support. Na kila mama ambao walikuja kwa sababu ya kusimamia harusi hii, tunataka wawe karibu ili waweze kuwapatia motivation. Mungu na mnakuja, wapigeni makofi wanapokuja. Tungetaka wapatiwe microphone ili maana tunataka waahidiane kitu, wazungumzie kitu. Pigeni makofi hawa wanaume na hawa akina dada ambao wamekuja, ambao wanasimama nyuma ya hawa. Amen. Kina dada wameamua kusimama nyuma kabisa. Wengine wakuja pande hii. Naambiwa kuna taabu kwa sababu tunataka kuwachukua picha. Najua inawaficha, muonekane uso, msijali, ni kwa sababu tulichelewa, lakini katika kila hali tutamaliza kila kitu. Unataka muone nyuso vizuri. Nikienda pande ile microphone itakataa. We can change. Yes, ndio nasema. Njooni tu namna hiyo. Si mtu waambie wimbo wakipitana na wao. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bas, nasikia bas. That's better. Asante kwa kukubali. Tusimame hivyo. Ningetaka wapate microphone ili ya kwamba ili mpatikane. Karibu nianze kusema next time nikiitwa kwa harusi nitasema tukifika hivi, jambo la mwanzo kabisa tufanye harusi. Alafu turudi tuimbe, tufurahie ili ya kwamba tuweze kuwa na wakati mzuri, and especially na hawa watu. Ningetamani ya kwamba the bridegroom aweze kusema kitu, kumwahidi huyu dada mbele yetu kutoka katika moyo wako. Na ijalishi ni mengi au ni mafupi, lakini kutoka ndani ya moyo wako, ambao si mchungaji atakayesema ya kwamba say behind me, maana nyinyi ni watu wazima. Amen. Tafadhali na umshike mkono ili umwambie kile unachomwambia. Amen. Mimi Aaron Garuya Mwangi na kuchukua wewe dada Margaret Joki uwe mke wangu wa kuoa siku zote za maisha yangu, na nitawaacha wengine wote na nikuchukue wewe peke yako, na Mungu atusaidie kukupenda siku zote za maisha yetu. Mungu anisaidie. Amen. Hiyo inatutia moyo sana.
dada yetu Mark Kijo, sema kitu, si lazima ufuatishe kama hiyo, kilicho ndani ya moyo wako kiseme, dada yetu, mkishikana hivyo. Amen. Nikukuoya mutungatiri Aaron Ngaruya utuike muthuri wakwa agutũrania riu nginya riria mwathani agacoka, na nĩndĩgwathĩkagĩra na nĩndĩgũgũtungatagĩra. Ngai atũrathime. Amen. Wow. Nafikiri hata vijana Mungu awasaidie wao wangefanya kama hao. Sasa ingine, unajua nilichezea mke wangu kwa sababu sisi ni marafiki. Akaniambia unakumbuka ulisema hivi. Nikamwambia ni mchungaji aliniambia niseme. Hakuniambia niseme ile yangu iko ndani yangu. Lakini kwa sababu ya ule rafiki tulicheka, akaniambia sasa itatafuta njia nyingine. Maana tunapenda kukaa tukifurahishana. Nataka kuwahimiza kwa miaka hiyo 46 tukiwa marafiki, nimeona ni rahisi kudumisha urafiki katika ndoa. Kuna ndoa nyingi ambazo unasikia mtu anaita mwingine huyu ni bwana yangu. Unajua by the way bwana ni boss. Mwingine anasema huyu ni bibi yangu. Bibi ni nyanya. Ili muende mubadilishe. Kule kote nimeenda naambia watu sema huyu ni mke wangu, sema huyu ni mume wangu, lakini si bwana wangu. Bwana wangu ni boss. Na kusema ya kwamba wewe ni bibi yangu, ukisema hivyo kwa watu wa Tanzania watashindwa wanasema nini, lakini wanatuelewa. Wanasema pengine nataka kusema huyu ni mke wake, lakini kweli ni kwamba ati ni nyanya, si nyanya. Basi ninataka tuweze kusonga hatua hiyo ingine, ili baada ya kuadiana namna hiyo, na kwa sababu wanaingia shule ya masomo leo, kutoka leo, hata kama ni watu wazima lazima watasomana. Na hata shuleni mtu akipata kitabu huwa anaweka jina lake, akitapata, hata akiwa mtu mzima, hata akiwa mdogo, lazima aandike jina lake. Na sijui kama wapendwa hawa wana jinsi ya kuandika jina, na kwa sababu nimeona watu wengi wakiandika jina kwa kidole na inaandikwa na kitu. Je, ungetaka kufanya hivyo? Hii jua ni kali, nataka niwapeleke kwa haraka. Tafadhali muulize mwenye kusimamia ziko basi, ili hiyo alama iwekwe, na watazungumza, maana tumesikia hawa si kidogo, ili ya kwamba tuweze kuweka pete, tuweze kuandika jina, na kama kuna staili ya kuleta iletwe, ili niweze kubariki.
sawa sawa, lakini si mumesikia wale ambao mnaweza kusikia zinaimba. Ninatamani kwa sababu kuna mtu aliniambia habari ya Aaron, ya kwamba Aaron walimjua. Niliposema tunahubiri na nani, walisema walimjua kwa sababu ya kuimba sana. Na kama tuna waimbaji wazee, wachungaji, ndio huyu akianza kurap utafikiri ni yeye. Mpongezeni, nasikia watu wanataka kumpongeza, mpongeze. Mimi nishasikia yeye akiimba. Na kwa hivyo vile pete hizi zinavyoimba, natamani ya kwamba Magi Njoki, tafadhali saidia huyu mzee kwa kuimba. Hiyo huduma hiyo msaidie kwa kuhubiri, msaidie kwa kufikia wale wengine, maana tunakufungua na soul winning. Tunasema hata akina dada tunawatambua ya kwamba wanaweza kuhubiri. Bwana alikuja akajaza our daughters, our sons zote, na kwa hivyo sisi hatuna ubaguzi. Tunasema ya kwamba watumike. Kwa hivyo ukianza kutumika vile walikuwa wanatumika kule, uitikie kabisa. Na kianza kuimba, usimwache aimbe peke yake. Amen. Ninataka hizi tafadhali nyinyi mnawasimamia harusi mwachagulie. Naona kuna moja kubwa na kuna ingine dogo, muhakikishe iweka vizuri ili aweze kusema kitu. Sitawachomesha jua, maana mhubiri amehubiri vizuri kwa ufupi, na akasema si vema mwanaume huyu akae peke yake. Kwa hivyo mchungaji wetu hata kuhubiri, mhubiri pamoja. Sisi tutafurahia hiyo sana katika soul winning, kuona ya kwamba tukiwaita kule Huruma, maana mimi ni wa Huruma, tukiwaita Huruma mnakuja mnatuhudumia, tunasema wazazi wametoka hapa. Sijui tunasema nani aanze, lakini kuna mtu alikuwa akisema ya kwanza, akisema mwenye kuanzisha mambo haya aanze. Mwenye kuanzisha mambo haya aanze. Amen. Na aseme kitu, na aseme kitu, asiweke hivyo watu wasikie sauti yake. Hallelujah. Ni watu wa ajabu. Kamera. Amen. Mwana wa ithe witũ Margaret Njoki Arayas Magikijo, ndagwĩkĩra mbete ĩno mũthenya wa ũmũthĩ ĩkĩonereria kĩa wendo witũ nawe. Nĩndakwĩrĩra nĩndĩkwendaga, nĩndĩgũteithagia, na nĩndĩgwathĩkagĩra nawe, na nĩndĩkũrehagĩra kĩndũ. Hallelujah. Wow. Nakwambia kama kuna mwanaume mzuri ni yule anarudi nyumbani na kitu. Nishaona kwa miaka hiyo yote nikifika nyumbani na kitu napokelewa. Nasalimiwa vizuri. Amen. Dada, sema kile kilicho ndani ya moyo wako. Ahadi ulizonazo ziseme. Amen. Mweke microphone vizuri. Margaret Njoki, ndagwĩkĩra mbete ĩno we Harũni Ngaruya, na gũtuĩka kĩonereria gitũ nawe atĩ nĩtũgũtũrania rĩu nginya tene na tene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hiyo inatupendeza, tunasikia vizuri. Wazazi kama hao tukiwaona, na kama kuna kitu ambacho tumependa ni ninyi watu wa kanisa ambao dada alikuwa ya kwamba Mungu mkanyangia break, na hata sisi soul winning hatukutaka kukanyanga break. Tulisikia kama Mungu alikuwa ametuzungumzia kile ndugu amezungumza, si vema
na kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya watu hawa. Ni baraka kubwa sana. Ninataka watu hawa tuwabariki, na sisi kile tunatamani ni ya kwamba kazi ya Mungu ikatendeke. Maana kanisa hili na kanisa lile lingine kuna bendera wameinua inayosema Operation Okoa Ushuhuda, ya kwamba ushuhuda wa dada yetu Magi Njoki usipotee, na ushuhuda wa ndugu yetu na mchungaji na bishop wetu, ya kwamba ushuhuda wake usipotee. Na ndiposa tunasema hatua hizi ambazo mmechukua za tufurahisha. Mungu wa neema akawaonekanie na mkaendelee na kuongezeka kanisani hilo, na maana mmetupatia umoja wenu, lakini hata hivyo na sisi tunataka tuendelee na kuongezeka, maana Njoki yuko na sisi. Amen. Tunataka kuwabariki wachungaji wenzangu. Natamani tufike hapa tuweze kuwabariki kabla hawajaenda kusign certificate zao. Kuna moja ambayo tabaki nayo, moja wataenda nayo, na ingine lazima itaenda kule kwa AG kwa wakati wake. Asante. Nataka kuuliza maaskofu wote walio karibu, tafadhali jioni tuseme kitu kwa hawa. Natamani ya kwamba hata walio huko nyuma, wachungaji, reverends, ya kwamba tukianza kuomba, sema kitu mbele ya Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambao Mungu ametupatia, and we have witnessed the victory of God. So ikiwezekana hata muweze kuwasunguka, ni vizuri mwasunguke na wapige magoti. Na ninyi mlio huko, tafadhali mwenye kucheza nyimbo, cheza ya chini kabisa, ili watu wapate nafasi ya kuweza kuomba kwa sababu ya hawa, na alafu mwishowe nitakamilisha. Jambo ambalo tunataka na niwakumbushe ili mkiomba ni ya kwamba Bwana wasaidie kufanya kazi ya Mungu, maana hiyo ndio kubwa sana. Tukiombea vijana, kuna kile tunasema akawapanue, tayari amewabariki. Mkiona hizo familia zote wamebarikiwa. Kwa hivyo kile kimebaki ni kazi ya Mungu ifanyike, ya kwamba ufalme uongezeke. Tuhakikishe tumetoa watu kwa ibilisi waingie katika ufalme wa Mungu. Tucheze wimbo huo ili tuweze kusema kitu mbele ya Bwana. Nyote mlio huko nyuma, tafadhali muendelee na kuomba na kusema kitu mbele ya Bwana kwa sababu ya wapendwa hawa. Mungu awasaidie, aweze kuwapatia maneno mema ya kuwazungumzia. Amani wanaitaka katika nyumba yao, wanahitaji mali, wanahitaji ushuhuda wao usimame vema, waweze kufikia watu wengine, waweze kuwahimiza ambao wengine wamevunjika mioyo, maana waliwachwa au walikosa mtu. Na kwa hivyo ni kazi yako ndugu na dada yangu, ya kwamba watu hawa tuwabariki, ili ya kwamba Mungu awatendee jambo lilo kubwa. Si wachanga, na Bwana anaweza kuwafanyia mambo mengi, na wafikishe hata miaka 120, ambayo hiyo ndio miaka Bwana ametupatia. Tunaomba ya kwamba Bwana awaonekanie. Hallelujah. Thank you Lord, we bless and glorify your name. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nataka tuombe pamoja. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, adhuhuri ya leo tunaliinua na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, na wapendwa wameona uaminifu wako. Tumeona uaminifu wako pia ukiwatendea mema. Adhuhuri ya leo tunataka kuwabarikisha mikononi mwako, ya kwamba wanapounganika na kuwa kitu kimoja, Bwana ukaweze kuwabariki
katika kuifanya kazi yako, katika watoto wa kiroho kuzaliwa, watu watakao hudumu, ewe Bwana, ya kwamba katika uzee wao Bwana itasemekana walifanya kazi nyingi kuliko hata miaka iliyopita, ya kwamba hata ukiwapatia miaka ambayo imesemekana katika Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3, ya kwamba mwanadamu ataishi miaka 120, Bwana, hiyo inawezekana. Na kwa hivyo tunaomba ya kwamba uwapatie maisha marefu, maisha yenye afya, maisha yenye nguvu, ewe Bwana, na ufalme wako kaongezeke katika jina la Yesu. Magonjwa yote ya uzee tunaikataa katika jina la Yesu, na kuachilia nguvu zako na afya njema katika maisha yao, ili ya kwamba wakasimame